Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Upinzani wa serikali ya Trump dhidi ya hatua za Ulaya za kupinga Urusi. Baada ya kuchaguliwa tena kwa mara ya pili, Rais Donald Trump wa Marekani sasa amegeukia mazungumzo ya moja kwa moja na Russia nchini Saudi Arabia ili kutimiza ahadi aliyotoa ya kuhitimisha vita huko Ukraine, ambapo jumbe za Marekani na Russia tayari zimefanya duru ya pili ya mazungumzo huko Riyadh, Saudi Arabia kuhusiana na swala hilo. Wakati huo huo, maafisa wa utawala wa Trump wamekanusha madai na hatua za nchi za Ulaya dhidi ya Russia kwamba nchi hiyo ni tishio kwa usalama wa Ulaya. Kuhusiana na hili, Stephen Witkoff, mjumbe maalum wa Donald Trump, amebainisha matumaini yake ya kurejeshwa amani kati ya Russia na Ukraine na kusema Rais Vladimir Putin wa Russia hana lengo la kuidhibiti Ulaya nzima. Witkoff amesema katika mahojiano yaliyorushwa siku ya Jumapili kwamba sioni kama Putin anataka kuitoa Ulaya nzima. Hali ya mambo ya sasa ni tofauti sana na ile ya wakati wa vita vya pili vya dunia. Witkoff, ambaye alifanya mahojiano na televisheni ya Marekani ya Fox News, ameongeza kuwa ninakubali kauli yake kwa mtazamo huu na nadhani watu wa Ulaya pia wanaelekea katika kuiamini au kuamini swala hili. Hakuna shaka kuwa Marekani katika muhula huu wa pili wa urais wa Donald Trump kivitendo imejiweka katika upande wa Russia, na hasa swala hili lilibainishwa wazi wakati wa upigaji kura katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuhusu vita vya Ukraine. Baraza hilo Februari 24 mwaka huu lilipasisha azimio dhidi ya Russia na kumbukumbu ya maadhimisho ya vita vya Ukraine kwa jina la Azimio la Kuendeleza Amani ya Pamoja ya Kiadilifu na Endelevu huko Ukraine. Azimio hilo linataka kupunguzwa mivutano, kusitishwa haraka hatua za uhasama na kuhitimishwa kwa amani vita dhidi ya Ukraine. Kwa mara ya kwanza Marekani imepinga azimio hilo dhidi ya Russia. Dorothy Shea, naibu balozi wa Marekani katika Umoja Mataifa, ameeleza kuwa azimio au maazimio ya huko nyuma ya Baraza Kuu hayakuweza kusimamisha vita na kuwa maazimio ya huko nyuma ya Baraza Kuu hayakuweza kusimamisha vita na kuwa azimio kwa ajili ya mustakabali wa baadaye linapaswa kuwasilishwa katika baraza hilo. Wakati huo huo, serikali ya Trump imewasilisha mpango wa kusimamisha vita kwa siku 30 kwa ajili ya Ukraine, ambapo Kyiv imeafiki mpango huo. Putin pia, baada ya kuzungumza kwa simu na Trump kwa muda wa masaa mawili kwa ajili ya kuonyesha nia yake njema, ametangaza kuwa Russia imekubali kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundo msingi ya nishati ya Ukraine. Rais wa Russia amekariri mara kadhaa masharti yote kwa ajili ya kuhitimisha vita dhidi ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na kutojiunga Ukraine na muungano wa kijeshi wa nchi za Magharibi NATO, kuondolewa vikwazo vya Magharibi dhidi ya Russia na kuondoka kikamilifu wanajeshi wa Ukraine katika maeneo ya Donbas, Novorossiya. Mtazamo wa wazi wa serikali ya Trump juu ya kwamba Russia ni tishio kwa Ulaya unakinzana na mtazamo mkuu wa bara la Ulaya kwamba Russia ni tishio kuu kwa usalama wake. Viongozi wa Umoja wa Ulaya na wa baadhi ya nchi za Ulaya, hasa Ujerumani na Ufaransa pamoja na Poland na nchi za eneo la Baltic, wametilia mkazo mara kadhaa kuhusu vitisho vya usalama vya Russia dhidi ya Ulaya. Miongoni mwa viongozi hao ni Kaja Kallas, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, ambaye alidai mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu kwamba Russia ni tishio kwa usalama bara hilo na kuwa njia pekee ya kujibu tishio hilo ni kuongezwa bajeti ya kijeshi. Kallas ni waziri mkuu wa zamani wa Estonia, moja kati ya nchi tatu za eneo la Baltic aliye na misimamo mikali sana dhidi ya Russia. Jambo muhimu hapa ni kuwa licha ya Umoja wa Ulaya kukariri madai yote hayo na baadhi ya nchi za Ulaya hususan Ujerumani, Ufaransa, Poland na nchi za eneo la Baltic kwamba Russia ni tishio kwa usalama wa Ulaya, lakini viongozi wa Russia wamekanusha madai hayo mara kadhaa, hasa ikitiliwa maanani kuwa serikali ya Trump pia imekuwa na msimamo tofauti kuhusu swala hili na kimsingi inakanusha Russia kuwa tishio kwa Ulaya. Kuhusiana na hili, JD, makamu wa rais wa Marekani, amesema katika mkutano wa usalama mjini Munich, Ujerumani mwezi Februari mwaka huu kwamba kwa mtazamo wa Marekani, tishio kuu la usalama kwa Ulaya si Russia wala China, bali linatoka ndani ya Ulaya yenyewe. Kwa utaratibu huu, Marekani, ambayo kwenye kipindi cha utawala wa Rais Joe Biden ilianzisha kampeni kubwa dhidi ya Russia kwa kushirikiana na nchi za Ulaya, wanachama wa NATO na nchi nyingine za kambi ya Magharibi, kwa kuasisi daraja la kuwasiliana na Ukraine na kuitumia nchi hiyo zana mbalimbali za kijeshi na silaha ili kukabiliana na kile kinachotajwa kuwa ni hatua ya kujitanua za Russia. Hivi sasa katika muhula wa pili wa Rais Donald Trump imebadili mkondo wake na kuidhinisha sera ya kuishinikiza Kyiv ili kuilazimisha isimamishe vita na Russia kwa kufikia makubaliano makubwa kati yake na Moscow, na wakati huo huo kulitaka Ukraine iipatie dola bilioni 500 na haki yake ya kuchimba madini adimu ya nchi hiyo. Vilevile inaelezwa kwamba Urusi na Ukraine zimekubaliana kusitisha mashambulizi baharini.
Hata hivyo, Urusi imesema makubaliano hayo kuhusu Bahari Nyeusi hayatatekelezwa hadi baadhi ya benki zake zirejeshwe katika mfumo wa kifedha wa kimataifa. Marekani imefikia makubaliano tofauti na Ukraine na Urusi, ambapo nchi hizo zimekubali kusitisha mashambulizi baharini na dhidi ya miundombinu ya nishati. Donald Trump, rais wa Marekani, ameahidi pia kushinikiza kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Moscow, hususan katika sekta ya kilimo na mbolea, suala ambalo limekuwa likidaiwa na Urusi kwa muda mrefu. Hata hivyo, Urusi imesema makubaliano hayo kuhusu Bahari Nyeusi hayatatekelezwa hadi baadhi ya benki zake zirejeshwe katika mfumo wa kifedha wa kimataifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza kuwa makubaliano hayo hayatakiwi kutegemea kuondolewa kwa vikwazo, akiita kauli ya Kremlin jaribio la kujaribu kuchezea utekelezaji wa makubaliano hayo. Mazungumzo haya yaliyofanyika Saudi Arabia baada ya Trump kuwasiliana na marais wote wawili yanaonekana kama hatua ya kwanza muhimu kuelekea lengo lake la kusimamisha vita nchini Ukraine vilivyoanza miaka 3 iliyopita. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Umoja wa Mataifa unakaribisha makubaliano ya usambazaji salama katika Bahari Nyeusi yaliyofikiwa na Urusi na Marekani. Stephane Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, anasema, tumeona matangazo hayo mawili ambayo yanakaribishwa. Rais Putin na Trump wa Marekani awali walianzisha mazungumzo ya kidiplomasia ili kurejesha uhusiano wa pande mbili na kutatua mzozo wa Ukraine. Vikosi vyenye silaha vya Ukraine hivi majuzi vimekaribia maradufu matumizi yao ya ndege zisizo na rubani karibu na Belgorovka katika Jamhuri ya watu wa Lugansk, wakitumia zaidi ndege zisizo na rubani 200 kwa siku katika jaribio la kuvuruga kusonga mbele kwa Urusi katika eneo hilo. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, kulingana na Marochko, askari wa Urusi wanaendelea kukomboa hatua kwa hatua eneo karibu na Belgorovka katika eneo la Lugansk People's Republic licha upinzani mkubwa kutoka kwa jeshi la Ukraine. Mafanikio madogo lakini thabiti ya wanajeshi wa Urusi magharibi mwa makazi hayo imelazimisha amri ya Ukraine kupeleka tena vitengo vya ziada vya drone kwenye eneo hilo. Hivi karibuni idadi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine zimekaribia mara 2. Vikosi vyetu vya ulinzi wa anga sasa vinagundua matumizi ya zaidi ya drone 200 tofauti na wanamgambo wa Ukraine kila siku. Vile ukiukwaji wowote wa kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati nchini Urusi au Ukraine kwa pande zote mbili utafanya makubaliano hayo kuwa batili, Kremlin inasema. Kulingana na ufafanuzi uliotolewa na vyombo vya habari vya rais wa Urusi, marufuku ya muda inafaa kwa siku 30 kuanzia Machi 18, 2025. Inaweza kupanuliwa kwa makubaliano ya pande zote. Ikiwa mmoja wa wahusika atakiuka marufuku, mwingine ana haki ya kujiona kuwa huru kutoka kwenye wajibu wa kufuata makubaliano. Vile Kremlin imechapisha kwenye tovuti yake orodha mitambo ya Urusi na Ukraine iliyofunikwa na kusitishwa kwa muda kwa mashambulizi iliyokubaliwa kati ya Moscow na Washington. Orodha hiyo inajumuisha visafishaji mabomba ya mafuta na gesi na vifaa vya kuhifadhia mafuta, vikiwemo vituo vya pampu, miundombinu ya kuzalisha na kusambaza umeme, hususan mitambo ya kuzalisha umeme, vituo vidogo transformer, vifaa vya kusambaza umeme, mitambo ya nyuklia na mabwawa ya mitambo ya kuzalisha umeme wa maji. Kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya vifaa vya nishati kutaanza kutumika kwa siku 30 kutoka Machi 18 na kunaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote. Vile Moscow haitahamisha udhibiti wa kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia hadi Ukraine au nchi nyingine yoyote, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imesema kwenye taarifa yake. Kurejeshwa kwa mtambo kama sehemu ya sekta nishati ya nyuklia ya Russia ni jambo la kweli na jumuiya ya kimataifa haina chaguo ila kukubali hili. Haiwezekani kuhamisha mtambo huu wa nyuklia au kuidhibiti hadi Ukraine au nchi nyingine yoyote. Kulingana na wizara hiyo, chini ya sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mikataba inayohusiana, ni mataifa mwenyeji ambayo yana jukumu la msingi la kuhakikisha usalama wa nyuklia katika eneo lao. Kwa upande wa nyuklia hiyo, hii ni Urusi na si mtu mwingine, taarifa hiyo ilibainisha. Matumizi ya pamoja kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia na Urusi na nchi nyingine yoyote haikubaliki, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imesema kwenye taarifa yake. Kushiriki matumizi ya kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia na nchi nyingine yoyote pia ni jambo lisilokubalika. Hili halijawahi kushuhudiwa katika utendaji wa kimataifa. Hasa katika hali kama hiyo, haitawezekana kuhakikisha ipasavyo usalama wa nyuklia na kutatua masuala dhima ya kiraia kwa uharibifu wa nyuklia. Moscow haitawahi kukabidhi mtambo huo wa nyuklia kwa Ukraine au nchi nyingine yoyote, wizara hiyo ilisisitiza. Vile wanajeshi wa Ukraine wanafanya uharibifu wakati wakitoroka kutoka mkoa wa Kursk, wakilenga makanisa na maeneo mengine muhimu ya kitamaduni wakitoka, Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema.
Kwa bahati mbaya, baada ya watumishi wetu kumfukuza Ukraine kutoka maeneo ya watu wao, vikosi vya Ukraine huku akiondoka wanaharibu vifaa vya viwanda, nishati na mambo ya tamaduni. Hata wakati tayari wako nje ya mkoa wa Kursk, wanashambulia kwa makusudi vituo vya urithi wa kitamaduni na vituo vya kiroho. Rais alisisitiza kwenye mkutano wa baraza la rais la utamaduni na sanaa. Anasema hivi majuzi tu wanajeshi wetu walinijulisha kwamba wao wa Ukraine waliokuwa kitoroka walirusha makombora kadhaa kwenye moja ya makanisa baada ya kulazimika kukimbia kutoka eneo lenye watu wengi. Kulingana na rais, ni muhimu kabisa kupanga marejesho ya vifaa hivi vya kitamaduni mapema. Anasema hakika itakuwa moja vifungu vya amri ambavyo itaundwa kama matokeo ya majadiliano yetu na wewe leo, Putin aliahidi. Vile vile kosa kubwa la utawala wa Trump katika kutumia mtandao usio na usalama kabla ya kuishambulia Yemen limezusha wimbi la wasiwasi katika duru za kisiasa na kijasusi za nchi hiyo. Jeffrey Goldberg, mhariri mkuu wa The Atlantic, ametangaza Jumatatu kwamba alijumuishwa kwa sadfa kwenye kundi moja la mtandao wa Signal ambako baadhi ya maafisa wakuu wa serikali ya Marekani walikuwa wakipeana habari kuhusu operesheni za kijeshi za nchi hiyo dhidi ya Yemen. Goldberg amesema kuwa alikuwa na habari kamili kuhusu majadiliano yaliyojiri kati ya maafisa wakuu wa serikali ya Marekani juu ya mashambulizi dhidi ya Yemen masaa mawili kabla ya kuanza mashambulizi hayo. Mshauri wa usalama wa taifa ikulu ya rais wa Marekani, White House, Mike Waltz, ameanzisha mazungumzo kupitia mawimbi ya programu ya ujumbe uliosimbwa katika mtandao wa Signal. Kundi lililoshiriki mazungumzo hayo lilijumuisha waziri wa ulinzi, mshauri wa usalama wa taifa, waziri wa mambo ya nje, mkurugenzi wa ujasusi wa taifa na maafisa wengine wakuu wa serikali ya Marekani. Washiriki katika mazungumzo hayo walijadili ulazima wa kufanya mashambulizi dhidi ya Yemen na sababu za utawala wa Trump za kufanya hivyo. Kuvuja kwa taarifa hizi kumeibua wasiwasi kuhusu kiwango cha usalama mawasiliano ya maafisa wa serikali ya Marekani na utumiaji wao mitandao isiyo na usalama kwa ajili ya kupanga mipango ya kijeshi. Ripoti zinasema waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Brian Hegseth amefichua maelezo ya operesheni za kijeshi ambayo yanaweza kuweka maisha wa Marekani hatarini. Sasa waziri huyo yuko chini ya uchunguzi mkali na ufuatiliaji wa kosa hilo kubwa. Ripoti nyingine zinasema huenda mshauri wa usalama wa taifa wa ikulu ya rais wa Marekani Mike Waltz akalazimika kujiuzulu kutokana na mashinikizo makubwa ya kisiasa yaliyosababishwa na kashfa hiyo. Lakini Donald Trump, rais wa Marekani, anasema kadhia hiyo wala haimshtui. Amepuuza sakata hilo linalozidi kukua kuhusu taarifa za mashambulizi ya anga nchini Yemen baada ya waandishi wa habari kujumuishwa kimakosa katika kundi la mazungumzo ya siri. Shukrani kwa Baba Ukivita ni Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.